Mungu tena kwa wakati huu mzuri, na tumeendeleza mwendelezo wetu ule muhimu wa kutambua namna ya kuishi na wanaume. Kesho ndipo ninaanza kuongelea namna ya kuishi na wanawake. Kitabu cha wanawake ni kikubwa zaidi kuliko cha wanaume. Kwa hiyo tujiandae, kitakuwa na siku ndefu sana. Wale ndugu zangu ambao tulikubaliana jana wanakwenda kutuletea majibu wako wapi? Wale viongozi watatu, naomba mahali walipo wanyoshe mkono ili waje hapa mbele waniletee zile karatasi zangu. Wale viongozi watatu hawapo? Wapo Naomba waniletee zile karatasi hapa niweze kuzitazama zile karatasi. Kwa wale ambao huenda utakuta siku ya leo ndio unaanza kutazama kipindi hiki, tumekuwa na siku takriban 3 kama sijakosea, tukiangalia sayansi ya mwanamume, jinsi mwanamume alivyo, anavyowaza na vitu kama hivyo. Sasa hawa niliwapatia kazi moja, Mungu akubariki sana. Niliwapatia kazi moja ya kwenda kuangalia ni vitu gani ambao vikitendwa na wanawake vinaonekana kwamba hii ni utovu wa nidhamu. Sasa mtazisikiliza hii vitu leo tukivisoma hapa, na mtaniambia ni vitu gani vinafanana. Endapo katika nitakavyovisoma mtaniambia ni vitu gani vinafanana. Bado karatasi moja haijafika hapa. Mzee, ikiwa nimepata vizuri, karatasi yako ina mambo 11. 11 na nyuma tena ile nyingine iko wapi? Karatasi iliyobakia, mtu mmoja ndiye amebakia, hayupo. Nitasoma zilizopo, alafu tukishamaliza hii na wanawake nao, wakati wa somo lile tutawapatia nao karatasi yao. Na kwa wale ambao wanafuatilia online sasa hivi, mnaweza pia nanyi mkacomment hapo kwenye comments zinazoendelea live kwenye live streaming. Unaweza, kama wewe ni mwanamume na umeoa, unaweza ukajibu hili swali: ni mambo gani ambayo wanawake wakiyatenda wanaume wanatafsiri kwamba ni utovu wa nidhamu, hawana heshima kabisa. Haya, kundi la kwanza ambalo wametaja mambo 5, kundi la pili 11, kundi la tatu ndio sijawaona mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kama mkiwaona mtanisaidia, ikiwa sijamaliza kipindi basi alete karatasi hapa. Namba 1, ile kundi la mambo 5, wao walisema mambo 5. Namba 1, chumba cha kulala kuwa kichafu na kuto kutandika kitanda. Huu ni utovu wa nidhamu. Wamama wameisikia hiyo. Nilikuwa najaribu kuisoma nielewe sentence, msishangae kidogo ilikuwa inanichanganya. Kosa lingine nasema la pili, watoto kuandaa chakula cha baba. Umeona hiyo kitu hiyo Watoto kuandaa chakula cha nani? Nilisema jana kidogo hii, nikasema ubongo wa mwanamume, kama sio jana ni juzi, ubongo wa mwanamume unachukulia kile kitendo cha kuandaliwa chakula, kuandaliwa kitanda. Ameisikia hii? Kwao wanaitafsiri kwamba ni heshima na kupendwa. Ndivyo ubongo ulivyo. Kwa unavyoendelea kusukumiza sana kwa watu wengine ndio waandae, ni changamoto. Najua mataifa magharibi wao unaweza ukaandaa hata wewe, yaani sio shida, mtu yeyote anaweza kaandaa chakula. Kwao mfumo huu ni tofauti. Lakini Dr. Johnny Gray katika vitabu vyake 3 ambavyo ameelezea masuala ya jinsia tofauti, amekiri kabisa ya kwamba mfumo ambao magharibi wameuchukua ni mojawapo ya sababu ambao zinaleta migogoro katika ndoa sana. Sasa hii lazima mama uielewe kwamba ubongo wa kiume ndio maana unaweza ukamthamini mama ntilie kuliko wewe na wale wengine ambao sitaki kuwasema majina yao.
Jambo la tatu, wanawake kula hela ya mwanamume alafu ya kwake anaweka. Hii nayo mmeisikia. Wanasema mapato ya mwanamume ni ya kwetu, si ndio hivyo ya mwanamke ya kwake. Haya, mwanamke kuwa upande wa watoto na kuwashauri vibaya, kana kwamba nataka kuielewa hii kidogo, kwamba inaweza ikatokea mgogoro, baba anakanya wale watoto kwamba hiki na hiki sio kizuri, mama anasimama upande wa watoto, tena saa nyingine anakuambia usiguse wanangu, na mwingine anakuambia leba. Hii wazee inawakera sana. Mwanamke kuchelewesha chakula ninapotoka kazini. Ngoja nikakunje nikaweke kwenye koti. Kameingia kwenye koti akametulia. Ni mojawapo ya research zangu hizi, naenda kuzicompile. Sasa nataka ni balance hii ya mwisho vizuri, tuiweke katika uzani sawa. Ni kweli ikiwa umetoka kazini mwanamume, mama yuko pale nyumbani, una njaa, mwanamume anajisikia vizuri sana mama akiwahisha chakula, ni jambo zuri sana. Lakini upande mwingine pia kuna mali tunakosea sisi kama wanaume. Mmetoka wote kazini, mmetoka wote shamba, mnakuja nyumbani, mwanaume anakaa kwenye kochi anaangalia TV, mama anapika. Hili ni kosa la kiufundi. Sijasema la jinai. Ni kosa la nini? La kiufundi. Kwa sababu kama ni kuchoka wote mmechoka. Kwa hiyo ni vizuri mkapeana majukumu ili ile zoezi liende haraka sana. Hawa wenye 11 hawa, si nitayamaliza leo au nitaishia hapo alafu niendelee kesho. Akijibu tofauti na alivyoulizwa. Umesikia hii sentensi kwamba utovu wa nidhamu au anakerwa na unamuuliza hivi anajibu hivi. Nadhani kwenye somo la leo itaigusa tunapomalizia habari ya bongo ya kiume, jinsi ninavyotafsiri taarifa. Kuelezea mipango ya ndani ya sentensi imejichanganya, lakini kosa sio la kwako, ni maandishi yameshikana. Inamaanisha kwamba kuelezea mipango ya ndani ya familia kwa majirani au marafiki. Sahihi, na waunga mkono wanaume wenzangu katika hili. Hata hivyo, kwa wale ambao mnajua kanuni za asili, sio vizuri kushia sana mikakati yako. Acha watu waone maendeleo yako, sio kelele zako. Haleluya. Kupenda usawa kwa kila jambo. Nimeisema sana hii. Ili pia ni kosa. Wote tumeumbwa na Mungu, lakini hatujaumbwa sawa. Haleluya. Tuna majukumu tofauti. Kumfananisha mwanamume na wanaume wengine kwa kurejea kauli, wenzako hawafanyi hivi. Hao wenzako ni akina nani? Nilisema hii. Usije ukakosea unapohitaji mwanaume afanye kitu, unamwambia wenzako wafanye hivi. Mbona baba fulani? Tutakuuliza kwenye kikao, baba fulani huyo mna nini naye? Ulijuaje kwamba hawafanyi hivyo? Mwanamume hujisikia vibaya sana anapolinganishwa na mtu mwingine. Kutotiliwa maanani mambo ya ibada nyumbani, muda wa maombi au kusoma neno, kuto kuheshimiwa. Hii ni changamoto. Saa ya maombi imefika, bado ndio wanakaanga samaki. Haya. Kuto kushughulikia makosa ya watoto pale wanapokosea na kumsubiri baba wa familia kutoa adhabu. Mimi hii naita ni uchonganishi. Unamchonganisha mzee na watoto. Adhabu itolewe na mzazi yeyote kulingana na tatizo. Tuko sawa sawa? Lakini usitoe adhabu ukiwa na hasira. Unaweza ukapitiliza. Ni vyema sana kumwelezea mtoto akaelewa
ndipo umwadhibu. Lakini kumwambia ngoja baba yako aje, unajishusha hadhi mwenyewe. Lazima mtoto ajue ya kwamba baba na mama wao ni kitu. Matumizi yasiyo ya muhimu na sio ya lazima, yaani na si ya lazima. Yaani wanataka kusema kwamba kuna sawa kina mama wanaweza wakawa na matumizi yasiyo muhimu. Ni kweli ndugu zangu wanaume, naomba mnisikilize hapa. Nilishasema mwanzoni, hawa akina mama ambao Mungu alitupa kutokea kwenye ubavu hawajatokea hapa, wametokea hapa. Sasa hapa walipotokea hapa, wewe paangalie tu, ukipachora jinsi palivyo hapa, angalia mkono wangu jinsi unavyoenda tu, inaenda, utakuta unafikia kwenye nini? Kwenye moyo. Kwa hiyo wao wanatokea usawa na moyo, hisia zao ni nyingi zaidi. Ndio maana wale watu wauza vyombo wanawapata kweli kweli, maana wale wauza vyombo siku zote wapo kwenye promotion. Hakuna siku hawana promotion. Atakwambia kampuni ipo kwenye promotion. Kwa hiyo unajikuta hela ulioacha kwa ajili ya kitu fulani imenunulia vyombo. Na wamama hao haone hivi uache hivi. Wanapenda vyombo vizuri kwa asili. Lakini kuna saa wanatunza vyombo ambavyo hata hawavitumii. Yaani kuna vyombo ukimuuliza ni cha nini, asema cha wageni. Sasa hao wageni watakuja lini? Mikopo bila kuwasiliana na mwanaume, kausha damu. Ameweka kwenye bracket jamani, sio kama nimeongeza. Kwenye bracket ameandika kausha damu, alafu eti kuna mkopo umezuka unaitwa ndizi. Sijauona huo nao ukoje tena. Mikopo ni kitu hatari sana. Yaani kwa kifupi, usipende kuishi kwa mikopo. Ishi kulingana na kipato chako. Mimi nasema hivi, kopa endapo kukopa kwako kutaokoa uhai wa mtu. Mwisho wa kunukuu. Siko hapa kufundisha saikolojia ya uchumi ili uweze kuona jinsi ambavyo pia tunaharibu kwa sababu ya mihemko. Kufanya safari zinazotoka nje ya nyumba au kijiji bila kuaga. Baadaye akipigiwa simu anakuambia niko mbali. Hapo mbali ni wapi? Nimeishia hapa, nitaendelea kesho. Haka nako nakaweka kwenye koti, maana viko 11 na sijamaliza. Viko vingi hapa, vinakera. Namna ya kuongea na mwanamume ili akusikilize. Tunamalizia mada yetu leo. Sina maana kwamba pointi zimeisha. Research ni kubwa. Nahitaji kuanzia kesho tuanze kuongelea habari ya wanawake na namna ya kuwasiliana nao. Namna ya kuongea na mwanamume ili akusikilize. Wanaume wengi hawawezi kujieleza sana mbele ya wenzi wao. Hiyo ni kanuni, lazima akina dada, akina mama muweze kuijua. Mtuhurumie. Hatuna uwezo wa kujieleza sana. Ndio maana kuna saa unaweza ukaongea maneno 200. Alafu yeye akajibu sentensi moja, nimekuelewa. Sasa mwanamke anawaza, yaani maelezo yangu haya yote nimeeleza, sentensi yake ni hii, nimekuelewa. Huwa hawana maneno mengi na hawawezi kujieleza sana. Niliwaambieni kwamba ikatokea ufanye kosa la jinai, umwambie mume wako ya kwamba leo ukirudi nina maongezi na wewe, umemfukuza. Maana kwanza anaanza kuwaza kuna nini. Huwa wanapenda mipango iliyoko wazi, wajue mada. Mwambie mapema, leo nahitaji uwahi nyumbani tuongelee issue ya ada ya mtoto. Angalau umeshaanza kumpa taarifa, lakini nina mazungumzo. Jamaa anaanza kuwaza, kuna nini? Kwa hiyo anaweza atakachelewa. Ni kawaida kwa mwanamume kukimbia maneno mengi ya mwanamke. Usije ukashangaa. Ndivyo walivyo. Na nitakuonyesha namna ambavyo wanakimbia. Maneno yakiwa ni mengi hawawezi kustahimili. Wao wanakimbia. Na wana namna nyingi za kukimbia. Maana ubongo wao hauwezi kuyapokea yale maneno. Mithali 25 fungu la 24 anasema, ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Sasa watu wakisikia neno ugomvi, mwanamke mgomvi, wanafikiri ni yule ambaye anapigana na hapana, sio hivyo. Anayeongea hapa ni Suleiman.
anakuambia kuna vitendo ambavyo wanaume wao wanatafsiri kwamba huo ni ugomvi. Utaviangalia vizuri. Neno la Kiebrania lililotumika pale kwenye hiyo sentensi hiyo, maana ile ni Kiebrania chenyewe, ni neno ambalo linatamkwa midianim, ambalo maana yake ni ugomvi, mashindano, mifarakano, ubishani. Lakini kwetu Kiswahili walivyoliona tu akasema mwanamke mgomvi, wakaishia hapo. Lakini lina maana pana zaidi ya hapo. Lina maana ubishani, lina maana ugomvi, lina maana mashindano. Kwa lugha nyingine, maneno mengi. Ubongo wa mwanamume unashindwa kuelewa kabisa ni kitu gani. Sikia sentensi hii. Vipimo vya kisayansi vya kwanza kurekodiwa kuhusu tofauti kati ya jinsia vilifanyika katika makumbusho ya London na Francis Galton mwaka 1882. Ni muda mrefu kweli kweli. Aligundua kuwa wanaume walikuwa na uelewa mzuri zaidi wa sauti angavu au zilizo wazi, sauti kali au zenye mpangilio wa juu, walikuwa na nguvu zaidi ya mikono, na walikuwa na hisia ndogo za maumivu ikilinganishwa na wanawake. Utafiti wa awali kuhusu eneo maalum la kazi za ubongo ulitokana na wagonjwa waliopatwa na uharibifu wa ubongo. Iligundulika kuwa wanaume walioumia upande wa kushoto wa ubongo walipoteza sehemu kubwa au zote za uwezo wao wa kuzungumza na misamiati, ili hali wanawake waliopata uharibifu sawa wa ubongo hawakupoteza uwezo wa kuzungumza kwa kiwango sawa, ikionyesha kuwa wanawake wana zaidi ya eneo moja la kuongea. Ngoja nidadavue ili tuweze kuelewa, tuongee katika lugha ya kwetu ya kawaida. Angalia huu ubongo wangu jinsi ulivyo hapa. Tuko sawa sawa? Si unauangalia sasa hivi Utazame vizuri. Kuna upande wa kulia na upande wa nini? Wa kushoto. Sasa wanaume walipochunguzwa, sehemu ambayo inahusika na speech au kuongea, walipopata stroke au ajali ambayo ilipiga upande huu, walipoteza uwezo wao wa kuzungumza. Walipoangalia wanawake pia ambao walipata shida hiyo hiyo ya ajali, wakaathirika eneo hilo hilo, waliwaona bado wanaweza kuzungumza. Ndipo akagundua, naongea kwa lugha isiyo ya kitaalamu, ya kilei kabisa, wanawake wana viboksi vya ziada vya kuzungumza kuliko wanaume. Kwa hiyo wanaume wana kaboksi kamoja, kakipigwa hako ni mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwanamke yeye ana vya ziada, ndio maana wanaongea. Sasa ikitokea kwenye kesi, naongelea kwenye ndoa sasa, kuna jambo limetokea, mnaelezana pale ndani, mwanamke anaongea kwa mihemko yake, anaongea kwa hisia zake, mwanamume hawezi kushinda hii kesi ya kujieleza, kwa sababu mwanamke atajieleza sana, nimehakikisha kuna hiki, anavyoongea mwanamume pale anawaza anazidiwa maneno. Sasa akizidiwa anaenda kwenye pembe ya dari. Sasa wanasema pembe ya dari maana yake ni nini? Haina maana kwamba anapanda kwenye pembe ya dari. Anaanza kujificha. Wanajeshi wanajua mnapokuwa vitani mkipigana, ikatokea kwamba umemuona adui anawashambulia ninyi, sio kila saa unarusha risasi, sio kila saa unapiga. Kuna saa nyingine inabidi utulie pale ulipo na uweke majani ya kutosha juu ya mwili wako, ili adui akija afikiri ni jani, kumbe ni wewe. Au wakati mwingine kuna namna ya kujikava, wanasaidiana kujikava. Wakati mwingine unatafuta jiwe kubwa kama liko mbele yako. Natoa tu mfano, wako upande wa pili na nyinyi mko upande huu, una bunduki yako, mnarushiana risasi, lakini wakati wanarusha hapa kuna jiwe kubwa. Mwanajeshi ambaye ana busara ya kivita, wakati akirusha risasi moja, anatakiwa ajihami chini ya jiwe, ili yule kule akirusha isimpate, ikiwezekana ipate kwenye jiwe. Hiyo ni kawaida. Sasa iko hivi, wanaume ni wanajeshi. Anapoona umemzidi kwa maneno, zile ni risasi, utakuta anatulia, anaanza kuchati, unaongea, yaani ile ndio jiwe lake lile, anajikava. Risasi zikija, unisikilizi, nakuuliza umemaliza? Yaani risasi zimeisha ili nianze kujibu? Maana wao maneno mengi kwenye ubongo wao inatafsiriwa kama mashambulizi.
Akishindwa kujikava kwa staili hiyo, atatumia staili. Wanandoa wananielewa, ambao yani wengine hapa ninavyoongea mnakumbuka na matukio. Ni kawaida katika jeshi, kwenye vita, kufanya kitu kinaitwa ambush. Hata wanyama, simba wanafanya ambush. Kwa hiyo kuna saa unaweza ukisikia simba ananguruma, ni mojawapo ya staili zake za ambush. Mwanaume ukimrushia risasi maneno, mwisho anaweza kukwambia, yani hiyo tu imetosha, maana yake anakuambia kaa mbali. Ndivyo walivyo. Sikia hii. Doreen Kimura, profesa wa saikolojia katika chuo kikuu cha Western Ontario, aligundua kuwa matatizo ya kuongea hutokea kwa wanaume pale tu upande wa kushoto wa ubongo unapoharibika, lakini hutokea kwa wanawake pale tu frontal lobe au sehemu ya mbele ya upande wote wa ubongo inapoharibika. Lakini pia nimeshangaa wakati nasoma hizi research, wanasema kuna idadi kubwa ya wanaume wenye kigugumizi kuliko wanawake. Yote inadhihirisha kabisa kwamba tuna namna tofauti ya kufikiria. Sikia, asilimia kubwa ya wanaume huomba msamaha kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Yaani mmekosana kabisa, unasubiria baba fulani lazima niombe msamaha. Ndume inakwenda inanunua kilo 2 za steak ya nyama. Wewe uko unawaza, imekuaje, mbona ilikuwa ni dagaa siku zote? Ile ni message anakuambia yaishe. Mmegombana, umemwelezea, mmebishana kweli kweli, amegundua amekosea na anajua kabisa amekosea, kwa sababu hawana maneno mengi ya kujieleza. Unashangaa tu baada ya siku 2-3 pap, iPhone macho matatu. Hata unashangaa imekuwa kwaje? Yaani ndio taarifa hiyo ameshaisema hivyo. Ni pale tu anapopata jibu ndipo anaponena au kuonekana mchangamfu, kuonyesha yuko tayari kuwasilisha suluhisho. Ni dadavue hii kidogo. Mara nyingi ni wanyamazifu wanapoona hawana majibu ya matatizo yao. Ukimwona amekuja anaongea mwanamume, jua ameshapata jawabu tayari. Nendeni popote pale mtakapoenda, iwe mmetoka out kwenye restaurant, mnakula chakula popote pale, mnaweza mkakaa pale mnaongea, afu baadaye unashangaa mume wako amenyamaza, haongei tena. Sasa unajiuliza, tumetoka, mbona haongei? Yaani maneno yake yameisha, hana mengine. Ukitaka endelee kuongea, mletee matatizo ili atatue. Wanaume huongea zaidi ndani ya vichwa vyao, kwa sababu hawana uwezo wa maneno wa nje kwa mawasiliano kama wanawake. Mwanamume anapokaa na kutazama nje ya dirisha, kipimo cha ubongo kinaonyesha kuwa ana mazungumzo na nafsi yake ndani ya kichwa chake kuliko anavyoweza kuongea. Hujanielewa? Yaani ukashangaa tundu imetulia tu hivi. Usije ukamwambia, mbona umenyamaza tu? Hajanyamaza tu, ana vikao. Vinaendelea hapo vingi, tofauti na wanawake. Wanawake wao wanajisikia raha kuongea, na ndio maana nimewapa maonyo mengi sana dada zangu. Nawaambia hivi, kwa kuwa nyie mna hisia, ninamaanisha mihemko, emotions, kuliko sisi, akikutana na mwanamke mwenzake ambaye naye pia ni mwenzake katika mihemko na hisia, wanaongea lugha zinazofanana ambao wanaita lugha za kike, kitaalam ni feminine language, ambao nimewaambia kwamba wao wanawake kwa hiyo mihemko yao na hizo emotions zao, wana majina yao wanaitana mazuri mazuri. Mnakumbuka yani wao kuitana mpenzi, dia ni kawaida. Ukisikia mkeo anaongea na mwingine, nimekuelewa dia, usije ukaanza kukagua hiyo simu, utakuta ni Ashura. Huwa ndivyo walivyo wao. Sasa katika mgogoro huo, wanaongea lugha zinazofanana, wanajikuta ni wepesi zaidi kusimulia matatizo yao kwa marafiki zao, ambapo matatizo haya baadaye yanakuja kuwawinda kwenye maisha. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au afafanue zaidi. Amekujibuje? Wana watu makundi yako mawili, nifafanue au niishie hapa? Kwa kuwa umemkuta Asha mnaelewana,
Ukimsimulia shida zako, anajua namna ya kujibu. Wanawake wana sanaa ya kusikiliza ambayo mimi najifunza kwenye psychology, wao wanayo, wamezaliwa nayo. Kuna the art of listening. Ni hii, mtu anaposimulia kitu lazima umpe yani ile pongezi ya kuendelea, unamhamasisha. Kwa mfano, wow, ndivyo ilivyokuwa hivi. Ayayayayaya. Wanawake wanaweza hiyo kuliko sisi. Sisi ni Sasa akimkuta mwanamke mwenzake ana hiyo kuelezea vizuri, akieleza anamwita jamani. Ikawa hivyo, anaanza kuachia siri za wapi? Za moyoni. Na anaanza kumwelezea, maana amemwamini. Moyo wake humwamini. Anaanza kuachilia, anaongea mpaka vitu ambavyo aliapa sitasema, anajikuta amemwambia. Sasa kesho na kesho kutwa wamekosana, na bahati mbaya sana, kwa vile wote wana mhemko. Huyu naye ataambia ni siri na mimi sitasema. Hii kilichoniambia umeniamini, sisemi. Na yeye atahemka kwa mwingine tena. Akihemka kwa mwingine tena, naye anaongea, anambia kuna kitu nataka nikwambie. Nini? Na kuamini. Imetoka hiyo. Na yeye anamwambia. Akishamwambia unashangaa, mbona kuna story nilimsimulia fulani ninaisikia imeanza kufanya nini? Kuzunguka. Haya maneno uliyoyasema yanakuwinda wewe mwenyewe. Hukujua kutumia emotions zako. Ndio maana wataalamu wamekuja na theory mpya sasa hivi ya miaka 90, wanaita emotional intelligence, werevu wa kihisia. Yaani kuna saa unatakiwa usikie hisia zako zikija, usikie kabisa inakuelekeza kuongea kitu fulani au kufanya kitu fulani, lakini uziambie siwezi, hicho sitasema, hicho hapana. Ukifikia hiyo hatua, wewe umekuwa na emotional intelligence. Haleluya. Kanuni rahisi ni hii: sema kitu ambacho una uhakika hata kesho hakitakuletea madhara. Kabla hujasema jiulize, hivi hiki kikibuma kesho inakuwaje? Ukiona kina madhara, funga mdomo wako. Zipo tafiti zinaonesha wanawake wanaongea maneno mengi kuliko wanaume. Nadhani siku moja pia Dr. alisema hapa mbele. Nitaongea lakini pia nitabalance kwenye hizi research. Inaaminiwa kwamba wanawake hutumia karibu maneno 20,000 kwa siku, wakati wanaume hutumia takriban maneno 7,000. Hii ilienezwa na Lon Bresndine katika kitabu chake cha The Female Brain. Kwa hiyo kuna saa unashangaa amenyamaza, 7,000 yameshaisha, hana mengine tena ya ziada. Japo watafiti wengine kama Dr. Matthias Mell wanapinga kwa madai kuwa alikuta wanawake wameongea maneno 16,215 na wanaume 15,669, ambayo kwa tafiti ni kama zina uwiano, ila kwa namba zimepishana. Mmesikia haya matokeo ya hii research ya jamaa? Au nirudie tena? Wanawake 16,215, wanaume 15,669, wamepishana kwa maneno mangapi? Nione kama kuna mtu ambaye hisabati naye haikumsumbua sana. Narudia tena. Wanawake waliongea maneno 16,215 na wanaume 15,669. Tofauti ya maneno mangapi? Kristo wa neema yote. Kalkuleta zimeharibu watu kabisa. Kwa yeye Dr. Matthias akasema sioni tofauti kubwa, lakini ukiangalia kuna tofauti kama 1,000 na kitu 16,215 na 15,669. Tofauti ni ngapi? Kwa hiyo sio mengi sana lakini tofauti ipo. Anyway, wanaume wanaongea pale wanapokuwa na sababu ya kuongea. Ndio kanuni ya kiume.
wakati wanawake wanaongea pale wanapojisikia kuongea. Yaani ukimwambia mwanaume tuongee, anakuambia nini? Lakini wanawake unaweza ukaja na mada yoyote na mkaongea yoyote ile. Yaani wewe mwanzie tu story hata ya maharage ambayo yakipikwa hayaivi, mada itakuwa nzuri na mtaongea, mtafika salama. Wanawake wanaongea kwa msukumo wa hisia na mhemko. Mwanamume akinyamaza, mwanamke anadhani hapendwi au anampotezea. Sio kweli, ni kwa sababu hana cha kusema. Sentensi za mwanamume ni fupi kuliko za mwanamke na zimepangwa vizuri zaidi. Kwa kawaida huwa ni uwazi, rahisi na zenye hoja na hitimisho. Kanuni muhimu ya kuzungumza na mwanamume ni hii ifuatayo: tumia sentensi rahisi. Mpe jambo moja tu la kufikiria kwa wakati mmoja. Mkilimaliza hilo, mletee tena hoja nyingine. Usimwambie maneno haya: na matatizo. Yaani mwanaume unamchanganya, matatizo ni nini? Fafanua. Niliwaambia usimwambie mwanamume naomba hela ya matumizi. Bado unamchanganya. Matumizi yapi? Shilingi ngapi? Yaani ubongo wake una maswali mengi. Ukitaka mume wako afurahie, mpe maneno yaliyo tayari, yaani yamenyooka. Shilingi 15,000 kwa ajili ya matumizi ya Jumapili, maana pia kuna wageni wanakuja, nahitaji nikanunue na kanyama kidogo ili waweze kula. Mwisho wa kunukuu. Ndume itakuelewa na itatoa hela. Ila ukiweka katika kufunga hawaelewi. Ukimpa mambo mengi au sentensi tata, anapoteza hamu ya kuongea. Kwa mfano, wanawake 1% wanahitaji wanaume watabiri tu kwamba ana shida gani. Nataka kuambia dada zangu, wanaume sio manabii, waeleze direct shida iliyopo. Eti kwani we huoni? Haoni. Usimpe mambo mengi, na ukiongea, ongea straight. Wanaume hii sentensi inayosema wanaielewa sana na inaleta mgogoro mkubwa kwenye mawasiliano. Labda niweze declare interest yangu hapa mbele. Wakati nafanya masters ya saikolojia ya ushauri na saha, kipengele ambacho nilijikita zaidi, nilifanya utafiti juu ya jinsi mawasiliano yanavyoweza kujenga au kubomoa ndoa. Kwa nilijikita hapo zaidi, niligundua vitu vya ajabu. Sikia sentensi, wanaume wote walioko hapo watanikubalia kwamba ndivyo ilivyo. Akiongea mume wako, mpe nafasi ya ongea. Ukimkatiza anachanganyikiwa. Ubongo wake unatafsiri kuwa ni shambulio. Hivyo atajitetea kwa ukali, kunyamaza au kuondoka. Umesikia wenyewe wamejibu huko Yaani ukitaka awe vizuri, ikifika zamu yake ya kuongea, muache aongee. Sasa mmoja akaniuliza, pastor, kwani kuna shida gani? Yaani ubongo wake kuna namna unatafsiri hizo taarifa. Anapoongea anaongea, unamkatiza, anajua hili ni shambulio. Kwa hiyo atakuwa mkali. Na huo mara nyingi sema, unaongea au niongee? Ukisikia tu hiyo ni taa imewashwa. Alafu anakwambia nyingine, anaweza kusema nilikupa muda wa kuongea, kumbe ulikuwa hujamaliza. Yaani sasa nataka kusema ngoja ninyamaze wewe uongee. Sasa kwa nini wanawake wanakatiza mazungumzo? Ni kwa sababu wao kila sentensi wanaitafsiri na emotions. Kwa hiyo unaweza ukaongea kitu, mama huku hewa imejaa, anashindwa kupumua. Yaani ukimpima hapo pafu limejaa, anataka aseme. Kwa hiyo subiria hapo kabla sijasahau, hapo kwenye hiyo habari hiyo. Mwanaume anakuambia acha nimalize. Sikia hii. Akiongea, nimesema mpe nafasi aongee, amalize vizuri. Na kwenda kuwapatia akina mama bonus sasa hivi hapa. Jiandae ya kuniuliza swali moja direct hapo ulipo baada ya sentensi ifuatayo. Kwa hiyo una swali moja direct, utanyosha mkono, utapelekwa microphone, utaniuliza, nitalijibu kwa haraka.
ubongo wa kiume hauwezi kuchanganya vitu vingi kwa wakati mmoja. Hii nimeikazia na kuirudia. Atafurahi sana ukiongea mada moja ukimaliza. Ikishaisha, ili mwanaume afurahi zaidi, mwambie kabisa, ninaona hoja ya ada ya mtoto tumeimaliza. Atakwambia hiyo imeisha. Mwambie, je, niongezee tena habari ya kununua vitu vya usafi ndani? Sikia majibu ya kiume. Ongea. Au acha, tutajadili kesho. Ukisikia neno acha, mwambie nimesikiliza, tutajadili kesho. Hawezi kukwambia pale pale, lakini kwenye moyo wake anasema hapa na mwanamke mwenye akili. Ila ukimwambia tuyamalize yote leo. Kama kuna mtu mwenye swali, nyoosha mkono kwa upande wa wanawake peke yao, kwa sababu nakaribia kumaliza mada hii ili kesho niendelee na upande mwingine. Kama yupo, anyooshe mkono. Nimetoa bonus ya haraka. Uliza swali kwa niaba ya wenzako. Ukiuliza swali ujue unauliza kwa niaba ya wenzako, maana nakaribia kumaliza sasa. Hii ni kwa niaba ya wenzako wote walioko hapa. Ikiwa yupo, anyooshe mkono. Nimeona mmoja pale, naomba microphone ipelekwe pale. Narudia tena, utakapouliza ni kwa niaba ya wenzako. Asante. Tumejifunza changamoto ambazo wanaume hawapendi kufanyiwa na wake zao. Ndio. Sasa mimi nina swali. Kwa nini katika yote yao ambao unakuwa umemtendea mwanaume, lakini hawaoneshi, pengine hata hawalii? Yaani unaweza kushangaa umefanya jambo ambalo ni baya. Kama hayo yote walikuwa nayo siku zote, kwa walikuwa wamehifadhi. Sasa hawakuonyesha kwamba hili jambo ni baya. Na jambo lingine nilitaka niongezee hapo hata misibani. Yaani anaweza kama amekufa mama au baba katika familia yenye watoto 5, labda mmoja ni mwanaume, lakini yule mwanaume halii. Yaani kiasi kwamba unaona ni kama huu msiba hujamgusa hivi. Asante sana. Namba 1, katika makuzi wanaume wanavyokuwa wakiwa vulana kama waliokaa hapa, kuna hiki ambacho tunakifanya na kinaingia kwenye subconscious yetu. Wanavyoendelea kukua watoto, anaweza akaumia kidole, anaweza kupata shida yoyote, huwa tunawaambia mwanaume hafanye nini? Halii. Hiyo inamjenga, anakuwa nayo mpaka utu uzima. Na tukitoa machozi asema unalia kama mwanamke bwana. Kwa hiyo imetujenga. Lakini kiuhalisia kulia ni tiba. Hata mimi nayeongea na wewe ninajishauri, maana mimi ni mgumu kulia. Kwa hiyo na mimi nikate wale wagumu, na mimi najitahidi angalau niweze. Lakini ni tiba. Kuhusu kuongea haya mambo, wanaume walio wengi walioko hapa ukiwauliza, sio wepesi kuelezea shida zao. Na ni ngumu saa nyingine kumwambia mke wako unanikera ABCD. Na hii ni hatari, kuto kumwambia, unayakusanya. Ukiyakusanya mwenzako hajui, kwa unabaki nayo. Ni vizuri kwa ndoa yoyote kuwa na muda wenu wa kuongelea mambo ya namna ya kujenga ndoa yenu. Hata magari yanapelekwa gereji, kuna saa ipelekeni ndoa yenu kwenye service. Na service huwa haipeleki sehemu tu yoyote. Pangeni muda, mnaenda ambia mwenzangu kaa hapa, saa imefika. Ni mambo gani unaona katika hii ndoa niyaboreshe ili ndoa yetu iende vizuri? Na mwenzako akikwambia mambo yake, usiyapuuze, maana yanaweza kuwa madogo kwako lakini makubwa kwake. Acha atoe vyote moyoni. Akivitoa vyote moyoni, kuna maeneo utagundua ulikuwa unachemka, utaanza kuyarekebisha vizuri. Kwa asili wanaume si wepesi kuongea shida zao, maana wanajiona wakiongea shida zao ni kama vile wamejishusha hadhi. Hii imewaumiza kwa miaka mingi sana. Wanakufa wakiwa na pressure, mambo ya stroke, msongo uliopitiliza, wanaumia sana. Ndiyo sababu ninahisi inabidi huko baadaye tuanzishe klabu ya wanaume ambayo tunakutana. Unaambia wamekaa hapo, tunazima kamera na simu zinakaa pembeni. Unaambia kila mmoja eleza mgogoro unaopitia. Mchungaji Hananja akasema wengine wanalia huko bafuni, na akitoka kimuuliza bwana vipi, anakuambia sabuni imeingia machoni. Lakini kiukweli alikuwa anapambana na jambo fulani. Mungu atusaidie sana.
Mungu awabariki wanaume wote. Ndugu zangu wanaume, wewe ni baba bora. Hata kama unaambiwa una madhaifu, wewe ni simba, wewe ni mpiganaji, wewe ni mwanajeshi. Pambana kiume, songa mbele, usikimbie familia, usijinyonge. Pambana hadi kieleweke, hadi uzee. Bwana wabariki wanaume wote. Simameni tuombe. Wanawake, kesho ni zamu yenu, sijabagua. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya masomo haya. Naomba uweze kuwabariki watoto wako wanaoyasikia, wakayafanyie kazi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.